Angalia, si unaona imeanza kumea. Imeanza kumea. Na mtu mwingine alisema ati you are lost in hairliners. Hizi si nywele. Si ingefaa kukatikia huku. Ziliisha kwa sababu what people they don't believe. Kuna mtu mwingine alicomment ujinga akasema ati I love cars. Yes, pastor, we love cars because kwa sababu si mimi ninabebanga speaker. Tunapelekaga speaker kwa kanisa. Nani hapendi gari? Wapili, unajua people commented. That's why I want to abolish this story. Unajua hizi announce maneno ya Freemason kama wewe si member. So you have a secret. First of all, you have the secret. Sasa rule number 1. Osine rwega, miara miega, waile mwega. Ohare hothe, uratwirorera uri. Orengeno ni tabarira ya Umeriria Show, njitagwo Sadi Mugai. Ya siku ya leo nimekuja na mgeni wetu. Wengi wao najua mnamfahamu, anaitwa Pastor Mary. Tumeea story yake hapa na lugha ya Kikuyu, lakini watu wengi according to the public demand wamesema we can try and air this show in Swahili language. Ndio mtu mwenye hakujua vile story iko inaendelea aifahamu vyema. Ndio tuko na yeye siku ya leo. Tunataka tusalimie, atuambie amepotelea wapi. You're most welcome to Narrate show once again. Thank you. So nataka usalimie wale watu ndio tuambie ulipotelea wapi, kwaje, mambo iko vipi. Na wasalimu nyinyi wote mtazamaji mwenzangu. Nashukuru kwa dhuhuri ya leo. Mungu ni mwaminifu kwangu na mnaona amekuwa mwaminifu. Nashukuru kwa jambo hili. Naitwa heka za Kenya, heka zetu za kuongea ujumbe ama story kwa lugha ya Kimombo. Tuweze kueleweshana hapa na pale kwa sababu Mungu amenilinda, amekuwa pamoja nami. Wakati mliniona nilikuwa mdhaifu, sasa hizi nimeamka kwa sababu neno la Mungu lazima ikadumu. Nashukuru kwa hiyo wakati tutakuwa unanisikiza, karibu Umeriria Show. Yes, we ended your story like 1 month back. 3 weeks back. 3 weeks? Yeah. 1 month almost. Yeah. And then we followed your story. I think watu walichukulia, okay, people are enlightened. Wenye wangekuwa okay, wenye waliweza kusikiza na lugha ya Kikuyu. Na sasa ndio tuko hapa. And before we go to the story, nataka utuambie mambo imekuwa namna gani? Acha tuliseme kama mtazamaji, kiniangalia na uangalizo show, there's a big change. Kwa sababu I believe in God, I believe in personal deliverance sana. Hata kama kuna watu wameniombea sana, pia mimi nimejiombea na nimeambia Mungu anitayarishe kama dhabihu ya pili. Na dhabihu ya pili iko na maana kwa sababu Biblia inasema vizuri, wakati Yesu alitembea alisema damu yake imetosha. So mimi nimejua Mungu mahali amenitoa na mahali ananielekeza. Umeriria Show mkali hapo nimeona Mungu. Nimekuwa na watu na people they are in problems. Wacha kwanza tulikwambie watu wamepitia mingi, nimekuwa nikireceive funds, even international funds, na nimekuwa nikiona Mungu vile ametenda kwa pati yangu, na nimekuwa nikiongea na watu, people they are living in dilemma, yani mambo makali wamepitia. Na kupitia hii maneno ya Umeriria Show ama hii show yetu imesaidia watu wengi sana, na hata mimi nimesaidika mahali pale. Nimekuwa na watu wamenishikilia financial, hata in prayers, financial prayers, watu wamenisupport, na bado tunaelekea mahali inaitwa kieleweka ni kusema mahali tunaelekea kufunga mkondo, na tufungi tunaendelea kunena injili kwa sababu hii mambo ni lazima tufungue watu macho. Asante. Kuna watu walikuwa wanasema deliverance, you need to be delivered, you need to go to the higher authority, higher ranks and things like that. How did you take that? Actually, mimi kama mhubiri, na mimi kama I was anointed, na anointing haikuingia kwa sababu nimekuwa mkubwa. I started from my background. Ukisikiza ile story yangu, my grandmother mwenye mimi nimeitwa at our home area we hold a church. The person mwenye mimi nimeitwa kuna kanisa, na alianza ibada, na I started knowing about God when I was a young girl.
kuna wengine nisikia akisema lazima akakue spiritually. I don't believe in growing spiritually. Mimi najua mahali nilitoka ni ufalme wa watumikaji wa Mungu. So ile kitu iko ndani yangu ni hekalu ya Mungu, na nimekuwa so about deliverance. I also delivered myself, and those people tuliomba na wao. So I just think I needed prayer pillars, not a deliverance. I needed prayer pillars because kuteleza si kuanguka, na I don't believe ni kuteleza. Devil alikuwa ameomba ruhusa anijaribu. Na all in all, I believe in the story of Job. Yes. Yeah. Kuna wenye walisema, hey, this lady pastor, you are pastor, then how comes you didn't have the discerning spirit? Okay, say. Okay, let me say like this. You know, even Job, let me tell you about Job. You know, Job was so prayerful. And Job, the age of alipata, yani the age of the devil alianza kutempt Job. Job alitemptiwa kwa sababu wa nini? He was very strong in believing God. Yeah. So me myself, I just believe I was very strong to believe in God. And what the devil wanted, what the story I aired. Wakati kuna kitu nataka kukuelewesha, ni kuambia, when you are captured, it's a duration of time. Shetani ni ruhusa anaomba ili akujaribu, aone kama anaweza pita na wewe. Na wakati umejaribiwa, unakuta everything for you imepotea. Kila kitu yako imepotea kwa sababu shetani anatakaga wakati wewe umeisha ujitoe uhai, wewe umeisha utukane Mungu, wewe umeisha uende ukamtafute, kwa sababu in this yani hii maisha tunaishi saa hizi ni maisha watu wawili, there's devil and there is God. Na wakati shetani anataka kukuwin, he demolish everything you got it. Kama ni magari zangu zilisha, kama ni injili yangu ilikuwa imeisha, lakini si injili ya roho. Washirika ambao wangenisikiza ni waweze kuelekeza mbinguni, ama nikaambia maneno ya Mungu. But he was trying me. I don't believe at me ni kuanguka, nilikuwa nimeanguka. Mimi nilikuwa kwa majaribio. And kuna kitu inaitwa daughter of Zion. Ni kuamka na amkanga. Anakuwa warrior. Right now I just believe I'm a warrior. Yes. Si ati kuna mtu anasema I need to be growing spiritually. I'm already grown up. Because mwendeshaji wa gari anaendeshanga lori akijua yeye ni driver personal. Okay. So mimi am now a truck driver. Is the spirit of God. So those were a temptation. And kitu ya kwanza, unajua hizi announce maneno ya Freemason kama wewe si member. So you have a secret. First of all, you have the secret. Sasa rule number 1, unajua Kenya utakubali ndio utatika. Kuna ile unaambiwa, if kama wewe ni mhubiri you want fame, kama wewe ni businessman you want fame, kama wewe ni nani you want fame, na kama wewe ni politician you want fame. Kuna ile rules za watu na kuna sacrifice tunajitolea kama wewe ule mwenye kujiunganisha na wao. So kuna vitu watu unaendea sana yani bishop wangu yeye aliniambia, yeye Titus aliniambia yeye uendea maji yenye anafanya deliverance nao. Aliendea maji yenye anafanya deliverance nao mahali pale. Mimi nikamwambia wakati nisoma hizo rules, mpaka kuna ile rule ya kupatiwa pete, utafanya blood sacrifice, kuna ile rule ya kusema utapewa nguo za madhabahu, kuna ile sasa masharti yake, kila rule iko na masharti. Jamani, kichwa changu ikaruka. Nikasijui nitoa wapi nguvu. Nikamwambia bishop, what do you mean? We're not supposed to come here. Mambo na maji. Nikamwambia kitu ya pili, wewe uliniambia ni huduma. Na venye uliniambia ni huduma, how comes unanileta huku? Akaniambia, akaanza kunikula. Akaniambia, unajua ni usiku? Uko Mombasa. Na niko Mombasa tikoni. Nikamwambia bishop, I don't believe wewe umekuja kunipatia cults hizi, na already tumeongea maneno za kwenda huduma. So this is the huduma.
Akaniambia, pastor, unajua Amani venye anatulizanga. Pastor, unajua singeweza kukuambia hizi vitu kwa sababu ningekuambia lazima ningekuambia mahali hiyo vitu iko na mahali tuko. Hiyo vitu, this is the best place to tell you. Singekuambia sisi huduma. This is the best place to tell you those. Sasa masikia, ni kama wewe ni mgonjwa na ujue unapeleka hospitali, ufikisha hospitali. Sasa wakati unauliza mbona kwani mimi ni mgonjwa, unakuta daktari anakupima. So already daktari want to know whether you are sick. So mimi nijipata kwa ile makao kama mimi no, he's not introducing me to the place we are going. Unajua bado akili yangu tu, unajua wakati umebrainwash unataka kuwa na feelings ya kama everything this person is talking is true. So mimi nikakuwa mkali, nikamwambia Bishop, let me tell you, for heavenly sake, mimi hata sijamaliza maombi yangu. I was supposed to maliza maombi Friday. So ulinikatisia nisimalize maombi yangu, unilete huku, unaniletea vitu zingine hata sielewi. Akaniambia, pastor, si mimi nikwambia tunataka tushikane na wewe ukakuwe fame. Na utakuwa kama wale unasikianga wale watu wananena kitu inaitikwa. Sasa tuseme unakohoa wanaitika. Acha tutumie hivyo. Sasa mimi kwa ile harakati nikakuwa nimechanganyikiwa. Kaambia Bishop, I'm not ready. Before I sign and before I commit myself with this, unaona nimesoma hizo rules. Umejipata at the situation that you didn't expect. Nimesoma hizi rules. So nikamwambia the moment I commit myself with these rules, ni mingi, si rule moja, ni rules zenye hata wewe unajipata utawe mwenyewe ni kama cult fulani. Na wakati umekubali ile cult, wanafanyanga sherehe that night. Na sorry to say the other story, siku subscribe venye na subscribe. I'm subscribing. Let's know I'm healed. Kwa sababu nitakwambia kwa nini niko healed. And we'll talk that story. Why am I healed right now? Yes. Wakati tulikuwa pale kuna mbuzi kwa huko na mapaka. Unaelewa? Kule ile boma ilikuwa na vitu, paka, mbuzi. Mbuzi zenyewe zinaletangwa kama utakubali mgeni akiletwa ile mahali, akubali. Kuna kuwa na sherehe usiku. Inachijio mbuzi na unapata ufalme usiku wa manane. So that thing at the moment umekubali kuwa a member, join them. Yeah, there's a very big yani sacrifice, yani kuchijwa, sherehe. Hata na meet other members. Na sorry to come back kidogo. Wakati Bishop aliingia huko ndani, nilikuwa nasikia watu wengine wakiongea. Na kwa ile harakati ya ile, kuna mama mmoja tu alipita na buibui na akanipatia salamu, tunakaingia huko ndani. So wakati tulikuja kama tunazozana na Bishop wangu, mama alitokezea. Akaniambia, mzozo ni ya nini? Kwani huko umeelezwa ukiingia hapa? Nikamwambia sikuwa nimeelezwa. Basi umeamua vipi? Kamwambia mimi hakuna kitu nimeamua kwa sababu nataka maelezo zaidi. Hiyo maji Bishop ananiambia yuko kujia. Nijue maji itanisaidia vipi. Je, nilitolewa nje. Hima. Nilitolewa nje. Nikamwambia toka nje. Toka za nitutoka na madharau sana. Toka. Then nikawasiliana na mtu wako hivyo, Busara Bishop mwenyewe. So mimi nikakaa hivi nikasema, jameni. Tena kunywa maji kidogo. Nikamwambia Bishop, sasa Bishop, hii mambo gani shwari? Sasa tuko nje pale. Sasa Bishop, hii mambo gani? Kaniambia wewe, nakwambia kubali. Uone vile utakuwa mtu wa dhamana. Pesa itakuwa inamwagika kwako hivi tu. Kaambia Bishop, mbele ya Mwenyezi Mungu ambao natumikia sitaingia. Na sita sign kwa sababu let me go and think. Kwa sababu already sikuwa huko umeniahidi ya kwanza. Yeah. Bishop akaniambia toka. Lakini akaniambia mimi hakuna mtu anajuanga mambo yangu anaishi.
Nimekupatia miaka ngapi? 3. Ile mambo utakuwa umejionea, utakuja kunitafuta na utakuja kujua mimi naitwa bishop. Na yangu si ile yangu si ya ile ya jina, yangu ni ile purely. Ile mambo utajionea. Utanijua. Unajua kwanza nilikaa kwa gate. Nishafukuzwa. Hata unaenda wapi? Nilikaa kwa gate kaza, sasa nimejishika hivi. Na unajua binadamu ni binadamu. Sasa unashindwa urudi ndani ama uende zako. But there's God in heaven. Na kilichokuwa kitakatifu cha Mungu haitakulishwa nyama ambazo zimechanganyishwa. Nitasema kama Daniel. Iwalo isilo. My God is ever faithful. Mimi nikatoka. Niko natembea tu nilikoni. Kuna mtu wa bodaboda alipita hapo karibu, kamwambia we simama. Nikaangalia kwa mfuko wangu niko na hela kidogo. So ikabidi nipigie dadangu mwingine anitumie hela kidogo niweza kupatanisha hizi hela ili nikaweza kupata mahali ya kulala. Dadangu alinitumia 1000. Nitumia nikachukua bodaboda, nikamwambia mtu wa bodaboda nitafutie mahali kwanza nikula. Unajua pale atungekula kwa sababu unajua bishop I think expectations zake alikuwa na expect kubali kukuwe na ile sherehe. Sasa tutashibia pale, kwa hivyo hatukupata nafasi ya kukula. Sasa unajua hatukupata nafasi ya kukula, which I think is part of that. Wakati ufai kukula ukienda huko. Okay. Kwa sababu already kuna sherehe. Nao nyama utapeleka wapi kisha sherekewa. So mimi nikachukuliwa nikapelekwa mahali ya kulala. Na wakati nipelekwa mahali ya kulala, niliweza kulala chumba cha kulala. Juu nilikuwa na pesa, hata kama ilikuwa si mingi, pesa kidogo, nikaweza kuamka asubuhi na mapema nielekee bado Bala. Nilifika salama, sisemi sikufika salama. Na wakati nilifika nikakuja, sijaona jambo mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3 mambo ikakuwa. That month nilipoteza simu ngapi? 4. Moja ilipatikana na mtu alikuwa anapita na dudhi ikakaribia kwa mikono. 1 month for phones. Sasa namba ya bishop nimepoteza. Kutoka hapo hiyo mwezi ya 3 nilikuwa na gari. Venye nilikuwa na gari nikafanya accident, slight accident. Venye nilifanya slight accident nikaumizwa tu kifua. Gari nikapeleka garage ikatengenezwa. Shida zimeanza sasa. Matamko ya yule mtumishi imeanza kutimika. Na unajua Duno Joshua alikas Jericho. Sasa mimi unaona sasa bado sijasema mimi si mtumishi, lakini sasa naanza kupatana maneno imetamkwa na mambo yananifanyikia. Mimi nikakuwa shida zimeanza pale. Nilikuwa na pesa kidogo. Nikachukua gari nikapeleka garage. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja tulikuwa tunasaidiana naye, alikuwa anauza magari. Mwaka wa kwanza, tunasema maneno ya mwaka wa kwanza. Na sasa hizo bishop ameniambia miaka ngapi? Miaka 3. Kwa hiyo mwaka gari imetengenezwa. Na unajua hii kitu ilikuwa inakuja kwa duration. After 3 months kitu inafanyika. After 3 months kitu inafanyika. Si mwaka iko imegawanishwa mara 3. December inakuanga peke yake. Lakini mwaka inaendanga mara 3 hivi. So within the course of hiyo mwaka nilijionea accident ya kwanza. Gari imekuwa mzuri nini. Tukishasonga kidogo, nilikuwa nimeweka kabiashara na hii side za Kamburu. Mimi nikuta biashara imeibiwa. Kila kitu imeenda. Matatizo diale. Inaendelea. Matatizo inasonga. Kukaa sasa, unajua hii ni duration. Kukaa kidogo, ile gari yenye nilifanya nayo accident, cause nilikuwa mimi ni driver. Sasa nilikuwa naendesha gari kutoka Nairobi nena Kisumu, kutoka Kisumu Nakuru search. Nilikuwa nafanya vitu za transportation. Na gari yangu ilikuwa type of wish.
Siku moja nikiwa tu gari imetengenezwa, nilikuwa kwa harakati ya kutengeneza siku. Nilikuwa natoka pande za Jiru. Nilikuwa usiku, nilikuwa nimeenda kununua. Kwa sasa nilikuwa na tumbo kidogo, yani tu Masai kadogo kamoja tu kama Masai. Sasa nilikuwa nimepitia nikinunua chakula za umbwa kidogo. Alafu kufika pale Jiru, siku na mtu inateremka hapo. Niligoka post, gari ikajikoil mara mbili. Engine ikarudi nyuma. Kurudi nyuma ikakuwa kifua nimerushwa kiti ya nyuma. Wakati watu walikuja kunisaidia, walisema driver amekufa, amerushwa kwa mto. Sasa wanasikia mtu anasema ana whisper huku chini. Mwenye alifungua mlango nikatoka. Lakini wanasema driver hayuko. Hiyo gari Imebondwa, yani imekaa. Yani hata ungeamini gari mwenye kuendesha gari ya kuhani. Na who is God? God, yani mimi nilirushwa kwa kiti ya nyuma, siwezi air nini, kuna kitu inaitangwa airwave haikufunguka. Mimi nilirushwa kwa kiti ya nyuma. Na wakati nilirushwa kwa kiti ya nyuma, nilijipata kama niko chini ya hiyo kiti. Of which sikujua venye niliingia. Matatizo imeanza. Umetoka kwa steering, gari na guruma uko nyuma. Na gari iko tu kwa engine. The engine is on. Na nimekoka post, gari imechukua. Na watu wenye walikuja ku rescue walisema mwenye. Polisi mwenye alikuja pale akaniangalia. Akaniambia kama umeumia tukupeleka hospitali. Nikasema niko tu sawa. Asubuhi kufika nasikia sasa maumivu. Nikaenda hospitali Mama Rusi. Daktari akaniangalia, pigwa dini, kaangaliwa. Sikuwa nimeumia hata fracture hata moja hivi. God was still with me. Kwa ile harakati sasa hiyo mwaka ya kwanza hiyo matatizo, gari sasa imekuwa scrap. Na nimefanya hiyo ni accident ya pili. Hiyo gari nikauza. Na vile niliuza nikakuwa sasa life imeanza kuwa ngumu kwangu. Nikakuwa sina nguvu, sina uwezo. Unajua mimi ni single mom, watoto tatu. Although tuko na co-parenting ya baba yao. So kwa ile harakati ikakuwa ni gumu kusurvive. Although najaribu. Lakini majaribio ni mingi. Kwa kutoka accident ikakuja nikagojeka. Miguu ikaanza kufura yenyewe. Hata kumove ikakuwa ni shida. Ikakuwa sasa mimi sina nguvu, yani natembea nasikia si mimi. Na bado kanisa inaendelea, kanisa ya Mungu bado iko imeisha. So unaona sasa means ya kwenda Murang'a kuja Nairobi ikakuwa tatizo kwangu. Kwa sababu unajua sasa machine nini kila kitu ilikuwa na transport. Sasa hivi hauna gari. Sina gari. Tatizo imekuwa hivyo. Ikakuwa na wakati mgumu hiyo mwaka. God is good. Mwaka ikaisha. Mashida ndio hiyo Mary imekuanza. Tutashikilia kidogo tu. We have a short break. Okay. Then tutarudi. Umeredia show? We are coming back shortly. Umeredia nyokorekia rugendo. Umeredia nyokohotana. Utigaire ohanini oge. Weyamerema. Umeredia show, we are back. So if you haven't subscribed to our show, kindly do so. Na ushare video zetu. Na Mungu atakubariki. Bado tuko na Pastor Mary na story yake, anasema vitu zimeanza kuisha. Atafanya namna gani ama kutaenda aje? Mwaka wa kwanza gari imeisha, nimefanya tu accident na nimegojeka. Mwaka wa pili ndio sasa mwaka ambao nilikuwa na matatizo. Nikakuwa na ndugu yangu mmoja mwenye tulikuwa tunasaidiana na yeye sana. He was my best friend and very close friend. Ikakuwa sasa sina gari, sina mapato, mambo yetu imeenda chini na mwili bado inanisumbua. From that year nilianza kusumbuliwa na mwili. Leo naamka na hii ugonjwa, kesho naamka na hii. Na unajua wakati uko pale kwa ile ufalme already the devil is trying kutafuta all the ways unaweza lose hope.
Unajua when you lose hope you die. Mimi si nakufa na lose hope. Sadi kuna wakati moja nilitoka kwangu, nikatembea mpaka kwa mtu mwingine mahali ile show ilinichukulia. Nikasema today is the day. Nenda kujirusha kwa hiyo mtu. Anedi ugeniangalia miguu nilikuwa nimeparara kama kitu kingine. Na usiiona mwenda wazimu akitembea ama mama mtu mwenda wazimu. Watu wasemanga ati ni depression, lakini kuna vile spirit zinafanyanga kazi. So me I walked, nikafika kwa hiyo mtu. Nikasema sasa leo najua. I forget about everything, nijue. But wakati najipanga kujua mtu anapita. Na the more mtu anapita giza ikiingia pale watu fukuzwa kwa ile mto. So ikakuwa nikaa mtu anapoteza fahamu cause kuna time hata nilifika mahali ungeniuliza niko wapi siwezi kukuambia. Sasa unafanya kazi unaweza sifanyi kazi kwa sababu ile kazi nafanya ni kama kubahatisha. And you know this sigeza kueleza mtu. Kuna mtu aliuliza pale kwa comment akasema hiyo kitu afadhali ungeongea na mtu na muombe na hiyo kitu. This was a hosting demonic operation. So wakati nenda kutamka hata nilikuwa naogopa kukaa na watu. Na when you get to wakati uko tormented you fear even to speak yourself. Kwa sababu kitu ya kwanza mimi ni mtu wa watu. Hata pale kanisa ikakuwa kanisa sitaki nikaachia chairlady mwenye amenihost. Chairlady wangu wa kanisa na nashukuru kila jambo nikifanya jambo kama hii. Kwa sababu mama ndio alielewa what I'm going through. Hii kitu si ilikuwa inakuja ati ni kitu imefanyika mwaka mzima. It was a duration. Nakuta hiyo mwezi nimesubuka, nimeteseka, nimepitia makubwa, hiyo kitu inakuja inaisha. I come back to normal. So kanisa ikakuwa siendi kanisa normal Sundays. Nenda kanisa Sunday hii siko, Sunday hii ndiko. Lakini kanisa midio pastor. Chairlady kaomba chukua jukumu kwa sababu mimi naona kama nalemewa. Akakuwa mwobaji wa kunishikilia na kuomba. She have been my prayer pillar. Na kutoka hapo ikakuwa sasa safari na masiku zinaenda, masiku zinasonga. My late brother, kuna brother, I lost my brother, that close friend of mine. He was my brother and he was my best friend. And he was poisoned. Akaniambia Mary, before that, akaniambia Mary, mimi naona umefika mwisho, unasumbuka. Na unajua sasa butchery yetu tulikuwa tunasaidia na hata ilikuwa mtu kufanya mabiashara. Sasa akaniambia chukua hii gari nyingine Toyota no. Uweze kuwa unaiendesha, ufanye vitu zako hata kama una pesa kidogo. Nilikuwa na pesa kidogo ilikuwa imebaki kwa ile salvage. Unipatie pesa kidogo utalipa hiyo nyingine pole pole. And we made an agreement talipa sawa. Nikarudi kama maisha tena imeanza kurudi normal. Hii nilikuwa nabeba transportation Nakuru, Nairobi hivyo wakati naitwa na kuwa hired kwa sherehe hivyo nabeba watu. I remember one day wakati mwaka inaenda kuisha. Ni Kenya mpya ilitoka from nowhere. Nilikuwa nimepeleka my son is university. Watoto wa university KCA walikuwa wamehire hiyo gari wakiwa na kijana wangu. Nilikuwa pale hivyo 14 Falls. Kenya mpya ilikuja kabla hatujafika, we were almost. Kenya mpya ilikuja kagoga hiyo gari pande mzima, gari kabondeka kamkata. Kuna watu ndani. Iko na watoto. Do you know the first person angekufa was my son. Because kaliumia. And because Kenya mpya, unajua Kenya mpya wakati ilikuwa kwa makosa. Na gari nikikuonyesha sasa nikutolea hizo picha ungesema hiyo gari kubakisha mtoto hata mmoja. Kioo yote ya nyuma watoto wa university na kwa hiki tena 14. Unajua ilikuwa inakuanga 8 seat. Na tulikuwa nimeibeba more than 10 So mimi nikashuka. Polisi akakuja kaandika abstract bra. Kakua mwenye ameumia kama kuna injury gari itapelekwa inspection. Bahati mzuri kama Isa ndio kalikuwa kama ameweka mama gari ikipelekwa inspection itaishi huko kwa sababu ni kesi tutaanza nini bra. Tukaambia polisi kwa sababu is my son ameumia kidogo, this are just a minor. That was the luckiest thing nasemanga Mungu
alinisaidia kwa sasa tena unaona ni mafa ilikuwa inaelekea kwangu. Ikakuwa mwaka mateso. Hiyo mwaka gari si imeisha. Hiyo ni accident ya gari 3. Mimi sasa si shetani anaenda kikata mizizi ya maisha yangu. Mimi nikakuwa sasa suspect nani? Bishop. Sasa hiyo ndio umefikiria sasa unajua akili, wacha nikwambie, let me teach to you today about wakati umekuwa brainwashed. Brainwashing ni kitu inakujaga kama spirit, inakukapture, na ikikukapture unakaa in that spirit for a while. And if you read the Bible about Jesus, the Bible says, and after the devil alifanya temptation Yesu, he went for a while. So shetani anaendanga, the devil went for a while, ananipatia nafasi tena nitafuta. Akimpatia nafasi bado nitafuta, inakuwa natafuta tena nakuja namaliza, anakata mizizi tena. So nimerudi zero. Ile nyumba nilikuwa nakaa, mtoto alikuwa university, nimeshindwa kumsomesha. Nyumba ambayo nilikuwa nakaa nimeshindwa kulipa. I separated my kids. Nikatafuta rescue kwa mama, huyo mama charity wa kanisa. Mwaka 3 unajua kanisa hata washirika alipotea watu. Hii na vita imekuwa kali, pastor hapatikani. Unajua kuna kitu watu nataka kuwarufisha leo. Usiamini pastor yako sana. Uamini roho yako. Kwa sababu usiika kanisa kwa sababu pastor fulani yuko. That's a house of prayer. Labda kanisa iseme ni yangu. Hiyo ni nyumba yangu individual. Lakini kama nyumba imetengenezwa ya Mungu, that's a house of prayers. And brothers, they should know how to pray for a pastor. Even pastor ni mtu na anapitianga mengi sana. Ni venye hizi tamka mbele ya washirika. And that person who is powerful ndio anapitianga ile mingi. But unajua nowadays watu wanasema sijui enda kwa nani. Hakuna mafuta iko juu. Ile kitu iko ni mtu tu anajiombea. Unajua even without that within that duration of time hakuwa anajua Kenya unapitia. Na bado wacha nikwambie funny enough, kuna watu niliombea wakati sana nilikuwa naenda kanisa, kuna watu niliombea na saizi wakakataa. Kuna watu hata saizi kuna watu ile kitu nilifanya wakati simu yangu my phones got demolished, sikuwa na simu. So through my child alikuwa ananiambia na mtu fulani alitoa ushuhuda akasema amebarikiwa. So hakuna mtu sigeweza kwenda kutamka kwa madhabahu sema praise God, me no, I'm the leader. Nimepitia. So these things I should nilinyamaza. Na sikusema siku anaomba hiyo wakati. I think my prayers that time zilisaidia sana. Because I never got sikwenda anywhere kutafuta mtu wa kuniombea ama even my I think even my spiritual fathers, because ni wengi walisikia story moja, si mmoja ulimleta hapo, ni maneno walisikia. I never, kwa sababu wakati mwingine unajua wakati mwingine unakuta how powerful you are, alafu umeenda kupata hiyo matatizo, hapo tunakutana una rafiki. Hata hapo ndio unakutaka spiritual father wako wanasema hata upelekagi tithe, which I don't believe. Hapo ndio unatafutiwa mabaya. Hapo ndio marafiki wanajua kuongea. Mimi nilipitia na nikapitia magumu zaidi. Mwaka ya 3 sasa. You know that year nilipitia magumu, of which sikusema ati ni ile jambo ama nini, kifo ya mtu ikifika imefika. My brother died, mwenye tulikuwa tunasaidia. Naona shetani anajaribu kukata mizizi chochote inaweza kakaa karibu na mimi ni support. My brother died, he was poisoned. And the same year my dad died, he died through stroke. So it was a year nililia sana. Mwaka huu nikalia sana. Sasa mwaka wa 3 acha nikwambie. Nisikia mtu akisema ati worms ni atijini vidudu zinatoka kwa umbwa, sijui ndio people are illiteracy understanding these things. Mimi unajua zile worms zitoka kwa mwili yangu, they were 6. I wish zingetoka zikiwa 8. Na hizo alama naweza kuonyesha, moja iko hapo, moja mwingine iko, there are 6 ziko black spot alama. Na mwaka hiyo ni mwaka wa 3, nimegojeka, mwili inaniuma sadi kuanzia kichwa mpaka the toe.
mwili inaniuma kuniuma. Nimegojeka. Nikakuja nikapata kama 2 people. Nikifinya hivi, nikaita mama mwingine rafiki yangu anaitwa Nyambura. Ndiye alikuwa ananifinya. Unajua anafinya anatoa warm. 6. I remember zitoka 6. Na I spoke this to my mama. Akaniambia sasa kama hiyo 6, namba 6 ni namba ya ufalme wa giza. Ni kama ile tormenti zilikuwa zimetumwa na spirit fulani. So nikapata wakati nilipata hizo worms zikatolewa na mama mwingine rafiki yangu. Unajua I had some new friends. Hizo nimehostio kwa wenyewe. Nalala kwa yani sina comfort. Kutoka hapo ndio nikakuwa the same year. Kanisa bo nilienda Sunday. Unajua this hasi kitu ilikuwa inakuja ati mwaka inafuata na mashida. Ni kitu inakuwa stable, shetani anakujia. Nikikuwa stable, shetani anakujia. Mwaka wa 3 ndio niliona kifo na macho. The third year. Kanisa nikiwa nimehubiri, nimeshika microphone hivi na nasema watu barikiweni. Neema ya Mungu ikakuwa pamoja nami. Nilisikia ukuta imekatika kaka babati chini pa. Washirika torokeni. Na unakuta ile mambo umepitia sasa. Washirika wanawakuonagi kanisa na unajua kosagi fununu. Watasema sasa pastor ni nini hizi alienda kujiinvolve nazo. Upepo ikujulikana mahali imetoka. Kanisa ilianguka pale kwa madhabahu yote sadi. Watu ndio wameenda. Watu wametoroka wote. Kanisa imebaki. Na ukiwa kwa vita, ukiwa pale kwa jangwa, hata sadaka, hata nini, unakuta wale wanakuja pale kwa kanisa ndio wako na shida kuliko zile uko nazo. So you have to pray. Na that's why I say mimi mtu asiniambia sikuwa nimekuwa kiroho. I know that was temptation. Na temptation ni kujaribu kama mimi ningeenda. Unajua wakati sasa already nilikanyanga kwa ile madhabahu ya yule bishop. Na wakati nikanyanga kwa ile madhabahu ya yule bishop, kuna kitu sisi Biblia inasema ukiingia kwa ufalme wa mtu, sikia mtu mwingine uko kwa miungu zao. Nilikanyanga miungu za ufalme huyo. Kwa hivyo the curses start from the soil where you start. So mimi nilipeleka kazi zangu nikabebana nazo. It was terrible. Kanisa imeisha. Sasa washirika wamepotea. Utaanza kanisa gani wapi? Niambia watu chukueni hizi vitu, mabati. Mama alikuwa hapo nikapeana. Nyingine mtu akanichangia kanipatia pesa kidogo. From kanisa imeisha, sina makao, niko kwa wenyewe. Watoto wangu we are living a separate life. Mtazamaji ilikuwa ni shida na mateso. And before that kama mwaka wa pili hivi mimi nilichukua jukumu ya kwenda kutafuta bishop. Nimuombe msamaha. Nimwambie tamka tu neno mzuri kwangu. Do you know nilienda mpaka huko Katoroni na sikuwa just your words. Yeah, nilienda kumtafuta. And I found nilimuona ndio ule. Lakini sadira let me tell you, when the devil akiingia kwa hizi nyama zako, unageuka tu na kaa kitu kingine. Nilikuwa nimeparara nikamwambia bishop hi. Do you know that bishop alijijua lakini he assumed me. Alipita. Sadi nijaribu kumuita hata sikujua mahali alienda. Kwa hivyo uko ndio ana recruit watu. So nika imagine right now that was after 3 years. Second year nilikuwa nimesha kukwambia nilienda kumtafuta. Unajua wakati tunainteract na wewe kuna mtu anaku sasa this a story I'm telling my real story. So nilienda kumtafuta na nikamuona lakini sikumuona akatukanena alinitoroka. Second year ndio nikapata. Unajua mimi nilipata miaka 3. I was to die last year 28. But I didn't nilipitia mengi ya kuona kifo. Lakini I know many are called and few are chosen. I'm the chosen. Kwa sababu wakati wakasababu mwaka 3 ndio hii mwili imeanza kunisumbua. Sina makao. Nimeparana. And I've lost everything. I've lost hope. I've lost my life.
in mentally, kwa sababu ni nani ataniandika kazi? You have lost your job. Ni nani utaenda kwanza ukienda kuuliza kazi mtu anakuangalia umepara. Unajua wakati you are rejected, we have that spirit of rejection. No one allows you. Yaani hakuna mtu anakupenda. Upendeki. Then that's why niko hapa kwa Umeriria Show. I'm turning back to a new leaf. And this is a testimony. Na this is my testimony. Na singetaka mtu apitie yenye nilipitia. According to the ministry yenye saizi tuko nayo. Trust your God. Mhubiri ako na kipawa. Na mimi ni hiyo ndio imani yangu nimejiweka. Saizi mimi naweza kasema saizi. After hiyo mwaka 3 unaona kanisa imeisha, kila kitu imeisha, nimeanza kugojeka. I remember Umeriria Show alipata the second hilo nilikuja kushoot. Nilikuwa nimefika mahali naenda kwa hiyo mtu naanza kuimagine. Sasa the memory started reversing back. The follow. Ujue nywele zangu zilipotea. Nywele ilikatika, nikakuwa nywele ime. Na naweza fungua hii kitambaa uone. Hapa nywele imeanza kumea. After those 3 years, nywele yangu imeanza kumea. Amen. Na ukiangalia si unaona imeanza kumea. Imeanza kumea. Na mtu mwingine alisema ati you are lost in hairliners. Hizi si nywele. Si ingefaa kukatikia huku. Ni hapa tu kwa mali dread zilikatikia. So I want watu wafunguke macho. Na nitasema tu according to my testimony. I'm anointed pastor. Na si ati nilisoma nikakuwa pastor. Nilikuwa hii kitu ni ufunuo ilitoka kwetu. I think every member of our home ni mhubiri. I think karibu sisi wote. But pray to singeweza kukosa kuambia mamangu anapitia. Ujue mimi mamangu I'm the breadwinner because my father has been sick. Ujue brothangu alikuwa pia yeye anajiombea. Ujue sisangu anajiombea. Utapelekaje watu mashida zako? Huwezi pelekea mtu shida zako. And a good friend is a person kama vile ulinipata, ulikuja ukanitafuta. Na kunitafuta tukaweza kushare. I was not supposed to air, but uliniambia hii kitu, let's open eyes to these followers. Sababu wakati unaitwa Kodoo ni kufuata inafuata nini? Mtu mimi nilifuata bishop. Nikijua ananipeleka wapi? Biguni ya huduma. Ulifuata mtu in the name of a bishop. Yeah. Sasa ni Kodoo gapi? Ziko Katoroni, ziko wapi? Prayer centers. Zinakuta vile nilipata. Si Katoroni pia. In many prayer centers. Because the devil has known where people go for prayers. Devil is in a hunt. Na kama mimi after those 3 years ndio nilikuwa sasa nimekuwa ninarudi. After ile ufalme ya kutamuka miaka 3 the devil alisha nguvu wakati sikukufa last year. Of which nilinusia kifo kama shimo la shindano. I was to die. After that kufanya prayer tarehe 27. Nakumbuka ikikuja 31st unajua tujaionana kutoka hiyo time. Motorbike ilikuja ikapita karibu nigongo na gari. Kwa sababu shetani anasema mimi sijaishindwa. Mimi sijaishindwa. Hatukuonana naye 31st. But mzuri mtu wa motorbike ndiye aligongo, mimi nikaruka. Who is this God? He's faithful. So may I just believe my story ni siko hapa kuna watu wanaongea comments lakini niko hapa kukuambia it's better you trust in God. Usitrust mtu. Useme ati kanisa fulani ndio inakuanga na upakwa. Kwanza jipake. Pray. Let the prayer be your weapon. Because whatever I went through singetaka mtu aende through. Bado sijamaliza. Nile kitu nataka kusema. Hii matatizo yote. Bishop kama simu zangu zilipotea, yake nadhani ikupotea. Angekuwa mzuri angekuwa amenitafuta. Amenitafuta lakini hata leo sijaimsikia. So anakuazia mema. So mtu alikuwa animalize na animalize niishe.
Na kwa sababu Mungu alikataa na moyo yangu, vitu ziliisha. Na hata si wewe peke yako, ni wangapi tu wamepitia kwa mikono yake. Vitu ziliisha kwa sababu what people they don't believe. Kuna mtu mwingine alicomment ujinga akasema ati I love cars. Yes, pastor, we love cars because kwa sababu si mimi ninabebanga speaker, tunapelekaga speaker kwa kanisa. Nani hapendi gari? Wapili, unajua people commented, that's why I want to embellish this story. Kupenda kitu ni kitu, huwezi kazali ukitembea miguu ukae hapo kwa sababu baba yako anakuja ionekana gari, wewe ukae bila gari. Yes, mimi napenda gari sana. Hata saa hizi mwenye ako nayo nipatie nifanyie Mungu kazi. That's what I say. Mimi sitaki anything, nataka nibebe speaker zangu. I want to educate these people. Freemason is real. Na Freemason si ati iko kwa watu ambao wako business. Even some churches iko. People are using Masonic to recruit people. People wanakuwa brainwashed. Nilikuwa na hadithi nyingine hapa ya pastor anaitwa Apostle. In fact, I uploaded it like how many days? Like 4 days. The husband, pastor, was using dark powers. Yes. So these things are happening. Wacha ni kuchukua maji kwa kanisa ti. Kwanza kuna mtu aliniambia. Ndio mimi nasikianga kana naweza kasirika sana. Kuna mtu aliniambia, pastor, asijue enda kwa kanisa mtu fulani upewa maji uende uoge nayo. That is stupid. Kwa sababu that is witchcraft. Hiyo ni witchcraft. Unajua hiyo ni sanamu. It's witchcraft. Sanamu amejibebea. Maneno ya maji mimi sijasema ni baya. Kunywa maji kama uko na kiu. Mwagilio maji kama wewe ni mchafu. Lakini I believe the blood of Jesus. Hiyo imetosha tu. Not a matter of deliverance, it's a matter of prayer pillars. Because the Bible states very well, when 3 people or 4 people are together praising my name, I'm in the midst. Remember the story of Shadrach, Meshach and Abednego? The 4th man appeared. So the God anataka tu watu wapate na ushirika. Mimi kama na saizi naomba tu, kama uko na nyumba empty na kama uko na tent, unaweza kujitolea tu tent yako tu useme watu wa Mungu waerefushwe maneno haya, because this is now real. Na it is happening. Daktari akikatiwa mshahara ndio anatokaga na anasema haki yetu. Christians lazima tutafute haki ya kujua. This is not a time of sleeping. This is time. Kumbukeni wakati ya corona. Kanisa zilisimamishwa. Fungo la 10 zilisimamishwa. Hata pastor alikuwa anatafuta watu. Si yeye alikuwa anatafuta na watu. But people became united to their family. Yeah. Is there anyone there anaweza fanya people of God to be united? Ajitolee tu na tent yake, ajitolee na viti zake, aseme tu mimi niko na open ground. Tuombe Mungu. Watu wa Mungu si maneno ya kutajirika, kwa sababu people they have just evil mind, wasema ati kanisa ni kutajirisha. Hii ni watu waerevushwe. These things are real. Now these are happening for those people who believe in God. Now those people who believe in God, it's not a matter of ati believe yako iko ati kama mimi sijasikia mtu fulani akihubiri siwezi kaona sababu yangu ni nzuri. Start preaching for yourself. Go to Bible. Know what the Bible is saying. Don't be brainwashed. Unajua maandiko inasema nyakati za mwisho watajitengenezea mpaka they will change even the Bible. Na Freemason kule mahali kule kuna Biblia yao. Na Biblia inatolewa verses. Na utasoma tu usome ni Biblia ukweli. So nataka kukujulisha ni mengi na ufunuo mingi nimekuja. After 3 years I'm not growing again. Na God anaishi akinipatia ufunuo daily and daily. I'm here ka Narrate show. Thank you so much. Yes. Because mahali nimefika enyewe watu wamenisupport. Wamenisupport kwa sababu nilikuwa nimepewa makao na charity. Na mtu tu alijitolea tu akanipatia nyumba nikalent na pesa kidogo. Kuna mtu alijitolea akasema atanunua speaker moja. Niko na speaker kamoja. Hata kukiwa na wawili
uweze kufanya hii maneno. Mimi siko hapa ni kuitisha sadaka manini. Ukijisikia tu kazi ya Mungu inakubali kwa roho. Nataka kufanya tu 47 county of Kenya. Niingie tu, niko na hizo ukweli na hizo vitu na manguo zenye zinatumika kule kwa Freemason. I want to teach people how what the Freemason inafanya na ina win our children, ina win na machama zinaingiwa na vijana wetu, na hizo chama ya mwisho wanaenda kwa beach, madhabao zinafanywa. Niko hapa nifundisha watoto wetu. So kama unaweza ujitolee na nyumba yako, tupatie mali, tutaweza kukuwa na fellowship. I think Umelia Show atakuwa na tu support. Anakuja hata tunafanya fellowship pamoja. Kwa sababu hii kitu tulianza haishi saa hizi. It is not ending. Don't think utanipata Umelia Show. We are coming for the second verse. Ya kuwa watu wagapo recruit watoke pale. Mahali wamewekwa. So many people wamenipigia simu. Mtu ananiambia mimi nimefanywa na pastor, nimefanywa na pastor. If I bring these people, all of them, Umelia Show, mnaweza fanya show kama 10. But because we want to get united, I think watu unaweza katafuta sasa vile we expert. Ukuje usikize kila mtu story yake. Tutafanyia hii wapi? Tupatieni nyumba yenye mtumii, tukae na ushirika ya kufanya hiyo ushirika, tukakuwa watu waji-expose. Because people have gone hell through the pastors, through the bishop, through the churches. I won't mention any, but people are going to the darkness. People are being taken to the darkness. Wanataka tu kuambiwa tu ili wakakuwe na ushirika au upatane wa kuomba. Si deliverance, wacheni kuniambia maneno ya kumwagiliwa maji. It's a matter ushirika wa kupatana. Because the Bible state, when Jesus rose from the grave, alisema nini? Alikuta wafuasi wake hawaombi. Akasema, can you start praying immediately? Mary Magdalene alitumwa na Yesu akatokezea kama yeye ni kitu kingine. It's another man, it's another form of a man. Akaambia, what are you doing idol? Can you start praying? Because the temptation of the devil ziko saizi. The temptation right now, you be tempted and you fall in the ways of the devil. So saizi si maneno ya deliverance, usiniambie maneno ya deliverance, ni kuniambia tukue na ushirika, tuerevushane. Watu Umelia Show na Joe umepigiwa masimu, watu wamepelekwa to the darkness. We need ushirika tu. Kama uko na nyumba, kama unaweza jitolea na tent yako, tu viti tu, tutatafuta tu mahali tu, kama hakuna mtu anaweza jitolea shamba yake. Atupatie mahali tu tuweze kuwa na ushirika. Not about Muranga. We are in the center of Nairobi. Tupate na ile ubada. Umelia Show atakuwa anakuja na host hizo vitu zote because people are suffering. Thank you so much. Thank you for this privilege. Ana nadhani imefikia kila mtu. Give them your number in case there's somebody who would like to reach her. Tell them your number. Saizi mimi nasema already you have the spirit na uko na roho. Na usidharau roho yako. Lakini ile kitu nasema we need prayer partners. Kama unaweza taka kuwa prayer partner wangu, tunashikana, tunaomba, nipigie simu, tunaweza omba kama ushirika wa kuombana. Yani we pray for each other. Because even Jesus alienda na disciples 3 kwa mlima. So mimi nataka watu tu kushikana, tunaomba, tunashikana, tunakuwa na ushirika wa kuomba, tuweze kuelevushana. Hii maneno ni real. Chukua namba yangu ya simu, ukiwa na tent yako, ukiwa na viti zako hautumii, ukiwa na nyumba ama ploti mahali, unaweza kasema unaweza jitolea, tuweke tu tent mahali pale. Hata kama utatupatia for duration, Mungu asikia tu atakutumikia hivyo. Tusaidie. Chukua namba yangu ya simu ni 0714 535 524. Kama kuna vitu unaweza kakuwa ujitolee tu, usaidie. Hata watoto tuko na wao, unaweza kakuwa na usaidizi. Anything you have, usaidie tu. Kwa sababu hii ni movement. Sasa nimeanza kama movement. Hii movement ni wewe na mimi tuweze kusaidia the community. Be blessed. Have a nice time. Na Umelia Show, you see me and see me and see me, mpaka watu waerevuke tujue what is real and what is happening in our community. Be blessed. Thank you so much, Pastor Mary. What a testimony. Wow, what a testimony. And if you have a testimony that you'd like to testify, if you have a testimony that you'd like to testify, our number is 0728 753 494. Come and tell us, after a long struggle, this is what the Lord has done. Na kumare unamdhanyo sioge
we are out. God bless you. Umereria